mangio yote vya mangi korwa nsemo yemesa mangana maya korenda sevono tiang kwarigani vena somoro veri wechi gosori buna butambe akorenta na nche ndemo Steven captain 001 kote vya mange aliaga ndreta sebiti au ase gatia machibu ayo nanda kia gosori ndreta gatia timu ya Shabana FC ekugania timu ya Ulinzi Stars chisemo chia Raila Odinga Homa Bay Stadium na wikiraboniga nige timu ya Ulinzi Stars erebosio egoria ya masevosa asa chitega chitigarete inse chitega 15 andake egosori gati ya Shabana FC na timu ya Ulinzi Stars nyareko bagekwera yotabe kama guchakira bori gamba komo erio twemanya mangaringete CHIGOSORI. Tena mangaga ndreta seviti ndo batama meriano AFCON 2024 agenda chinsemo chia Cote d'Ivoire Ivory Coast bato CHIGOSORI chia English Premier League chiro beirero gati abone gosori ya Arsenal amona Crystal Palace gosori gendrete ndo beto koranda korwen seme ya London Derby mobuini ngorave gose Arsenal nanyoreri bakadia bene lyo ke omonganye gati yabo na abali batangaine ase ligi ya English Premier League ase Arsenal etakura mwaka byaso makoeta ndo beto kobwatia Yuansi amona imano binde bira FKF Premier League National Super League na CHIGOSORI chebinyoro na nyorabuna nabo kobwatia Yuansi bwetere sema mitandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net konkira nche ngwetere semeri and mo Steven Captain 001 chinsemo chiri cha Facebook konda sirero iga abageni baito mbara iga se studio na lero iga basabo kwa biranto brukanike Gusii to brukanike Swahili asinge encho ye faida abageni to kwata iga batebya mange enchira bakwe kwatena mngani CHIGOSORI na babwatane kurwa seti mkande obuna Kisii Industrial FC timu ya wira segeka ase CHIGOSORI chia iga CHIGOSORI chia County League korenda sevono ebara sensemo ya Nyanza Regional League erombe konenta mo timu korwa se county ya Kisii na county ya Nyamira mbatevya mange nkaibara sevono. Kwa hivyo asante sana, tutaanza na wewe Moa. Najua umekuwa hapa miaka mingi iliyopita lakini karibu tena. Kwa hivyo unaweza anza na jina lako na umepotelea wapi? Niko tu hapa Kisii, tunangangana na shughuli ya biashara pia alafu na mpira bado tunaendelea. Wale watu wanijui kwa majina naitwa Evans Dete ama jina utani Moha. Sana sana ndio watu wanajua. So nimekuja tena, nimeshukuru kwa kunikaribisha na tuongee maneno ya sport. Najua hii kazi nimekuficha sana, najua ushaunda faida nyingi sana. Hii inafanya leo ukapotea. Kwa ligi hakuna faida. Okay. Kwa ligi ni kungangana tu, maybe kama tournament hii tulishinda ndio at least tena itatusaidia kupush ligi kidogo. But kwa ligi ni kujitolea, ni yetu tunatoka kwa mfuko. Najua kutoka bado kwa hii timu ambayo wako, tuko na mshikadau mwingine kutoka timu hii. Waza tuambia jina lako na labda wewe mambo haya na soka ulitoa wapi urafiki na soka? Asante sana. Mimi naitwa Humphrey Hagan. Mimi ni kocha wa Industrial. Soka nimekuwa kwa miaka mingi sana. I think sasa ni karibu miaka 20 hivi. Sasa nimekuwa tu hapo mashughuli tu za ball, kuja Kisii kuishi 2021. Tena nikajiungana na mwenzangu hapa. Tunashikiana na yeye katika coaching ya Industrial. Asante sana Humphrey, tuko na Humphrey, tuko na Evans, bawe bagotethia mange igoro ya CHIGOSORI babeira iga strongo rwa Gusii seke ketambe igomba maitasi ya CHIGOSORI ito ya rure na nkayere korende kwa faida ya wale ambao wanatazama kwa sasa, labda timu hii ya Kisii Industrial FC kwa nao isikia mara ya kwanza, mwapatikana wapi, mnafanyia mazoezi yenu wapi? Tate. Timu ya Industrial ukikuja daraja 2 kuna mali inaitwa Kisii Industrial Estate. Hapo ndio sasa timu inatokea. Daraja 2 Kisii Industrial. Hapo ukiingia tu Industrial hapo penye magari inatengenezwa, hapo ndio unatupata. Hata mimi utanipata na spana nikitengeneza gari. Najua wakati fulani tukiongea ukiniambia kwamba labda kile ambacho kilichangia labda timu hii kwanza ni labda ile kazi ambayo mlikuwa mnafanya eneo la Kisii Industrial, ila mkasema muje pamoja. Naweza tuambia labda hii ilikuwa miaka ipi na kile kilifanya nyinyi kusema kwamba kando na ufundi wetu tunapaswa tuwe na timu? Nadhani ilikuwa 2015. Nadhani ile wakati tunafanya kazi yetu ya mechanic, wengine wanapaka rangi, panel beating, spraying. So kuna wakati kazi haikuwa.
Sasa unaona watu wako idle. So kuna kijana alikuja na hii mpira ya karatasi. So wakaanza kucheza hapo. So unajua kama unapenda mpira pia hata wewe utaanza si ndio kwani unajua ball. So tukaanza kucheza hiyo mpira ya karatasi ipo tu. Ndio timu ikaanza. Kwa siku moja sasa ilikuwa daily. Sasa ile hakuna kazi kama jioni kama saa hii tunacheza hiyo mpira kwa magari hapo kwa space kidogo tunacheza. So siku nyingine hiyo mpira ikaenda kwa kioo ya gari karibu ipasue. Baadaye kupasua bahati mzuri. So tukasema kuna uwanja hapa juu, acha tuende tusonge kidogo kwa hiyo uwanja ya daraja 2 primary. So ndio tukaanza kucheza hapo. Mwaka ni mwaka gani? 2015. 2015. Yes. Kwa manje murenyo ko kwati umugano gwe timu ya Kisii Industrial ya bero roko mwaka 2015 wekera boniga nange miaka kianda yanyarire ko bage kobororo. Labda wewe kama Humphrey, wewe labda mambo ya kuwa ukocha, mambo ya kwanza kufuatilia mambo ya Kisii Industrial kwa umeanza lini? Wakati nilikuwa kocha Oyugis hapa, nilikuwa na coach Wire Soccer Academy. Na watoto wachanga tu watu nakuza pale. Sasa tulikuwa labda sasa pengine tunapiga friendly na Industrial. So nilikuwa naiona ukikuja tunacheza vizuri. Sasa wakati nilihamia Kisii, nikaanza kujiunga nao ile kupiga tu zoezi. Kwa sababu kuna hiyo ligi ya Premier League ya wazee watu naichapa na Oyugis veteran. So nilikuwa nasema ile zoezi niingie pale pia nipate ujuzi kidogo nikuwe fit. Ndio zile mpira zetu zikifika nikuwe fit. So nilikuwa naingia hapo napiga zoezi nao kidogo, ndio tukajuana na rafiki yangu, ndio tukaanza sasa nikaanza kuwa coach. Labda ukuja eneo hili la Kisii unasema labda umeweza kwa mambo ya michezo sana eneo la Oyugis ukahamia upande huu wa Kisii. Labda ukifanya labda utofauti upi upo kati ya soka katika eneo la Oyugis na eneo hili la Gusii? Eneo la Gusii kenye nitasema ni ile wale wafuasi hawajiungi kwa kiwanja wengi nikilinganisha na Oyugis ama sehemu ya Nyanza huko kwingine kwetu huko. Hapa unapata kuna mpira watu wanacheza lakini mafans ni wachache sana. So watu wanapenda mpira huko Jaluoni kushinda hapa, hiyo ndio naweza sema. Kwani kuna timu nyingi ambazo ziko katika eneo la Gusii, zingine ukienda unapata mashabiki ni wengi. Unapotazama labda mechi ya Gucha Youth, uende labda Global upande ule wa Rigoma, uende eneo lile la Muruga, utaona kwamba mashabiki ni wengi. Kuna wale ambao labda wanahisi kwamba kile ambacho fanya mashabiki wasitokee kwa wingi labda usimamizi wa timu, jinsi ambapo unafanya uhamasisho wa mechi zao. Hapo ni kweli. Hapo ni kweli kwa sababu unajua usimamizi wa hizi matimu zetu ziko na tofauti. Unapata kuna zile ziko na sponsorship, kuna zile ni za kujisimamia wenyewe. Sasa wakati mwingine unapata kuna shida kwa hizo maklabu. Unapata labda ni ukosefu wa fedha. Sasa naweza sema hivyo. Najua kwamba ligi ambayo Kisii Industrial FC iko kwa sasa, ligi ya Nyanza Regional League, ni daraja la 5 la soka nchini Kenya. Kisii Industrial FC imekuwa hapo kwa misimu mingi, zaidi ya misimu 2-3. Moha, nini imefanya wewe kama mwanafunzi umerudia darasa lile wakati baada ya mwingine? Ama ni uji wako ni tamu. Nadhani ile season ya kwanza tukitoka county league tukiingia regional league ilikuwa tough. Ilikuwa tough. Nakumbuka Ichuni, Gucha, Bomachoge, hiyo competition. So ilikuwa ngumu. Then unajua ile kiwango kitambo industrial structure yetu ilikuja ikachange kutoka kutoka kwa mafundi kukuja kwa wanafunzi. So hiyo structure experience sasa kukuja regional league ile tuchanganya kidogo. Juu tulianza na hao wachezaji wanacheza sasa hivi. Tulianza nao kama wako under 13. So ile wakati tulimaliza county league number 2 tukakuwa promoted kwenda kwa regional league. So unapata huko mtu ako na experience, hapa chini hao watoto bado hawana experience. So nadhani hiyo pia ilichangia kwetu sana. Na pia hatuko nataka kudestabilize team, kuleta nani ndio tuanze kucompete. Tulikuwa tunataka tu watu wa bill as long as we avoid relegation. Agenda kwanza. No relegation. Okay. Let's maintain. Hiyo ndio kitu ilikuwa agenda ya kwanza. Yeah. The second season the same. But this third season we want to compete now.
Najua Humphrey kwamba timu ya Kisii Industrial ni miongoni mwa timu zile ambazo zimo katika mji wa Kisii na unafahamu kwamba labda soka mjini na vitongojini kwa haifanani sana. Ni tofauti kabisa, vyakula wanavyokula, viwanja ambavyo vipo. Unapata kwamba viwanja ni vichache, timu ni nyingi, lazima muweze kuachiana. Labda unahisi kwamba labda hii inaweza kuwa imechangia labda timu ya Kisii Industrial kutokuwa kwa haraka? Labda nikidokeza tu kidogo. Unajua ukiangalia vile mwenzangu amesema, ukiangalia usimamizi wa hizi timu za county ikipanda ielekee tena kwa hiyo ya sehemu ya Nyanza ni tofauti, na unapata tena ile uzoefu ambao iko pale ni tofauti. Ukienda pale utapata wamecheza mara mingi sana ukilinganisha na hao wetu wa chini. Wakati unapanda unapata pia ile uzoefu ya kutoka kwenda kucheza mbali inakuwa ni tofauti, na sisi unaona tunazunguka tu hapa Kisii na Nyamira, lakini tunazunguka tu kwa kaunti ya Kisii peke yake, lakini wakati tunaingia pale juu inabidi sasa tunavuka mpaka tukiingia tena Nyamira. So wakati unavuka hiyo kuvuka na kupatana na ile wachezaji wapya, ligi pia umeingia ndio unataka kukomai kidogo, labda inaleta tofauti kidogo, unapata tena ni ngumu, na pia unasema wacha tu nikae hapo nisilegee nirudi chini. Hiyo tu ndo naweza sema. Unajua Humphrey anaposema hayo nikiangalia upande ule wa Facebook, chinsemo cha Facebook Ndizi TV News Digital, bado propaganda cha utopwati na bali bonsi na bogoto ikera gwetera sema ya SMS slide inambire gura screen yao otoko boli kwa uchasa bagani to bwata iga uchesenga na to sanga iga ke boikranu to sange ke boikanu karango re chinsemo chiri cha Facebook ino chaiga Honorable Julius Omosomba. As usual, I am present from Amakara Settlement Scheme in Nyamira County, Senegal, and Manchester United representative. I am Manchester United, Honorable Julius Omosomba. Nino chaiga Dominic Nyabuto, wavuna nchino mwarimu Dominic korwa chinsemo chiricha keumbu, Amasago Bez, niko tuned in mpaka tamati. Asante Dominic. Douglas Atika, wavuna ngende kwa vavuatia korwa chinsemo chiricha Nyagisai Nyakoe, mbaya mwana sana ene jirani ya Ndizi TV. Douglas Atika imamba ya Nyaviendi wavuna korwa chinsemo chia Nyaviendi Catholic Church. I'm well represented. Litukoli yango korwa chinsemo jo na endemoto savere korwa chinsemo chia Nyaviendi Catholic Church. Mbaya mwana kwenda kuwatia CHIGOSORI imea Ndizi TV. Labda tukiendelea labda kando na kauli za watazamaji, mwa tunapoangalia soka ya mjini Kisii. Najua nilipoanza kufuatilia soka hii kulikuwa na timu nyingi sana. Zilikuwa hapa hivi, tulikuwa na Getembe United, tukakuwa na Nubian Kings, tukakuwa na Kikao, tukakuwa na Kisii Industrial. Lakini kadri siku zinavyosonga, tukakuwa hadi na timu ya Mwembe. Kadri siku zinavyosonga tunaona kwamba soka ambayo ilikuwa katika mjini Bosongo inaendelea kudidimia. Timu nyingi zinakufa, na labda nyinyi ni miongoni mwa zile chache ambazo zimebaki. Ni kipi kimechangia? Kwa maneno ya maklab, najua most of players wanatoka kwa timu wakienda kwa timu za ligi ya juu. So unapata inafika mahali unapata timu kuna wachezaji wawili, unajiuliza kama utaendelea au utawacha. Ndio nilikuwa nakwambia ile structure yetu tulichange kidogo, tukachukua watoto, so imetusaidia kukuwa na club. Cha pili ni pesa. Kuran ligi ni ngumu sana. So unapata mtu inafika match day, referee anataka 2,000, alafu wewe ulikuwa umesport player kutoka unatumia mchezaji kutoka Mabei, unatumia mwingine kutoka Nyamira, mwingine anatoka Keroka. Fair. Lazima walipie. Ndio wacheza. So unaona kama you are not financially stable hautawezana. So hiyo pia inachangia timu zinakufa. Umesema kwamba fedha zipo, lakini bado tumeona mkivumilia kukua zaidi ya 2015 kufikia sasa, miaka 9, miaka 9 mmekuwa katika mambo haya ya soka. Ni kipi kile kinawapatia nyinyi tumaini kila wakati mnasema kwamba lazima tubaki kwa soka? Ile structure yetu, ukiwa na structure mzuri, hakuna hata mimi nikitoka ama huyu akitoka, ile structure iko bado itaendelea. Unaona sasa kama for example nikitoka, wale vijana nimekuza wamekuwa wakubwa kama captain, so anaweza chukulia team juu ako na under 13, ako na under 17, anasema wewe umetoka kucheza ligi kuja hapa. So unaona ile structure bado iko.
Na so long as huko industrial pia bado wanaweza toa kitu kidogo ile fedha iko. So timu kama hiyo kukufa si rahisi. Hiyo timu itaendelea na itaendelea. So structure ikuwe mzuri. Uko na under 13, uko na under 15, uko na under 17. So the moment unajua kuna mtu ako over 19, maybe amemaliza shule, aende college kama Nairobi. So hauko na yeye. So kama una structure tena unaanza kufikiria unataka kufanya nini? Nilete mtu kutoka Keroka hauna fedha. So unaona? But hiyo structure ikiwa mzuri, so utafeel ule hivyo. So ile structure ya team ni mzuri sana. Alafu pesa pia ikiwa kila kitu iko sawa. Nafahamu kwamba msimu uliopita ulikuwa ni msimu wa kufana sana katika ligi ya Nyanza Regional League. Tuliweza kuona timu ya Bomachoge Burabu FC wakiweza kwenda unbeaten katika ligi, kwenda unbeaten katika mini league. Hadi sasa wanafanya vizuri katika ligi wako ya FKF Division 2. Pia tukaona timu ya Muruga FC kutoka sehemu zile za Nyamira nayo ikitia bidii sana, nayo ikaweza kuingia katika ligi ya FKF Division 2. Nisijue labda Humphrey, wewe kama kocha unaweza elezea labda msimu uliopita wa Nyanza Regional League ulikuwa vipi labda kwa timu zilizokuwa pamoja na nyinyi kama industrial? Maybe nikianza na sisi tulikuwa na challenge sana. Ilikuwa ni ngumu kwa sababu kulikuwa na change of so many coaches walikuja wakaenda, wengine wakikuja wanaenda. Unajua kocha anaweza kuja kwa timu, amekuja na system yake. Unapata hiyo system haiingiani na timu. So inabidi makocha kama hao ukimbia haraka. Akiona amepigwa mechi kama 2-3 hatakimbia. So inakuwa ngumu wakati mwingine. Anakuwa mrife anakimbia. So I think tulikuwa na challenge sana hiyo season msimu uliopita. Mimi nilikuwa naangalia tu kama shabiki. Wakati huo sikuwa nimeungana na industrial, lakini nilikuwa naangalia tu kama shabiki. Na niko na furaha sana kuona timu za Kisii zikifanya vyema. Zile zilipanda kama kina Bomachoge. Ni mzuri sana. Hiyo inamaanisha mpira wa Kisii unaendelea na inazidi kukuzwa. Talanta inazidi kukuzwa vizuri. Kwa sababu kupata timu inapiga unbeaten na ifike pale katika kile kiwango na kiweze kufanya vyema ni ngumu sana. Hiyo consistency ni ngumu sana kwa timu. Hasa mimi nikiona ni kama Bomachoge, hiyo structure yao ndo club ikuwe mzuri lazima ikuwe na structures. Because ukiona ile na under 17 itaingia kwa under 19. Then hapa under 17 tabaki haina mtu. Sasa utachukua mtu under 15 ulete kwa under 17. Vile ule alikuwa kwa under 13 afike kwa under 15. So hizi structures zikikuwa mzuri then team itakuwa tu mzuri. So mimi kwa maoni yangu naona kuna very good structure kwa Burabu na hiyo Muruga yenye nipanda. I think hata kama sijaongea nao najua tu pale kuna structures mzuri, nimefanya timu inafanya vyema. Labda wewe umeweza kuwa na timu kwa miaka hii yote. Nafahamu kwamba ligi imekuwa na mambo yake. Wakati moja tukirudi nyuma kidogo tulikuwa na Gucha, tukakuwa na Small Simba pia wakiweza kuwa pale wakatoka wakawaacha. Labda msimu uliopita nyinyi labda kando na kile ambacho kocha amesema, unasema labda msimu ulikuwa vipi kwenu msimu uliopita na yale ambayo mlijisomesha kama timu? Yeah, ile wakati kwanza hiyo season ya kwanza tumesoma vitu mingi sana. Season ya pili hapo kwetu ile wakati hapo within daraja mbili tulikuwa na karibu timu 5. So kugawa ma players na kuwapa, for example uchukue kama Small Simba, hiyo wakati tulikuwa county league. Ukiangalia huko South Mokeira ni wao peke yao. So obvious all players from there wale wazuri watakuwa huko. Sisi niko na Getembe hapa, Kikao wanataka, KRK wanataka, Nubia Kings wanataka, Industrial wanataka. Tunatoka daraja mbili hapo within township. Na kuna Mwembe. Haya, ukisonga kidogo kwenda town, Mwembe wanataka, Kisii wanataka, Nyamage wanataka. Bobaracho iko. Teams within the town. So ni ngumu. But ni poa pia kucompete. So ina depends kila mtu venye ako na structure yake. Labda mligeuza chochote labda kutoka msimu uliopita tukiingia msimu huu? Umeangalia structure sana ambao ni muundo msingi ambayo imo katika kwa timu, sheria ambazo na kanuni zilizo katika kwa timu. Labda msimu ambao ulifika labda kukuwa na wale wachezaji ambao mna register kwa FIFA Connect, usimamizi wenu, labda kuna kile ambacho mligeuza mkiingia msimu huu? Msimu huu chenye nadhani changes tulifanya kidogo tu ni wachezaji wenye tulipata karibu 2-3 tu. Changing teams sana wale wenye join, but wale watu wetu wale bado wako, but kuna wale wazuri pia walitoka
kwamba kuna wawili walisainiwa kwenda Sunderland Naivas Division 1. So unaona hiyo ni progress mzuri kwa wachezaji. So player akitoka kwenda kwa timu nzuri kama Division 1 pia tunamwachilia. Last season pia tumewachilia watatu wakaenda Division 2. So unaona hiyo pia kukuza talanta. Akifika huko akipata timu ya NSL pia inamsaidia. So ndio maana ile hiyo mpangilio lazima iendelee kukua. Ambapo usipokuwa na hiyo mpangilio utaumia. Then kuna kitu kingine pia inatumiza within our area. Unapata huyu ako na timu yake, mimi niko na timu yangu. Mimi sasa sichezi ligi, huyu anacheza ligi. Naambia wachezaji nisiwapate mkienda kwa ile timu yake. So wapate huko. Kwa coach mzuri kama kuna ligi na uchezi ligi. Wacha wacheze ligi. Yes. Itakuwa mzuri. Hiyo pia coaches wanafaa wajue. As long as ikifika wakati wa tournament unaweza chukua mchezaji wako. Lakini kama ligi, timu jirani yako anacheza ligi na mtoto anataka kucheza huko, msaidie. Itampea exposure mzuri sana. Mtazamaji Moana Lia anasema kwamba watu wa Bosogo, mpatieni wachezaji, msonyi mnyime wachezaji kama hujaweka timu kwa ligi. Kama unaenda mapumziko, labda Humphrey unasema labda hiti ambayo umekuwa nayo, ungetazama vile ambavyo umeanza ligi, unaeleza vipi? Hii msimu tumeanza msimu vizuri. Na kuna zile mikakati ambayo tumeweka kama zile ile kupiga zoezi. Sana nguzo yetu hii msimu imekuwa ni zoezi. Tumehimiza wachezaji umuhimu wa kukuja zoezi. Na wao wenyewe wamejitolea kuja zoezi. Sasa hiyo tu ndio nguzo yetu na bado tunazidi tu kusisitiza waweze kuja kwa mazoezi. Hiyo tu ndio mimi naweza sema ndio imetusaidia. Alafu na ile umoja wetu pia tumekuwa pamoja. Mimi na mwenzangu hapa huwa mwingine asipokuwa mwingine anakuwa. So huwa tuna ile ujadiliano na kuongea, huwa tunaongea sana na tuko na ile umoja. Imetusaidia sana hii msimu. Tunapoangalia jedwali rasmi ya Nyanza Regional League kabla ya mechi za leo na mechi za kesho ni kwamba nambari ya kwanza tuko na timu ya Jenga Talanta Mosora FC, walikuwa ni mabingwa wa ligi ya Kisii County League msimu uliopita baada ya kuwapiku timu ya Mayaka FC. Finali zilizofanyika upande ule wa Tendere Grounds, mechi 5 wako na point 12. Nambari ya pili naona ni timu mpya Sotik TFC, wamecheza mechi 5 wako na pointi 12. Naona Getari FC kutoka Nyamira mechi 5 wako na point 12. Nyamira United kutoka Nyamira mechi 4 pointi 10. Magenje FC kutoka Kisii mechi 5 pointi 10. Global Connections wamecheza mechi 3 wako na pointi 9, wako unbeaten kufikia sasa, wako na game at hand mechi 2. Kisii Industrial nampata nambari ya 7, amecheza mechi 4, ameweza kushinda mechi 3, hajaenda sare mechi yoyote, amepoteza moja na kuna wingi wa mabao mawili kufikia sasa, ako katika nambari ya 7. Nafahamu kwamba mko na game at hand, lakini kufikia sasa labda ili ndilo jedwali rasmi ambapo labda tunaona kwamba timu za Nyamira zimewasakama hapo katikati sana, kisha Mosora anaongoza pale. Labda unaweza eleza nini kuhusu jedwali hili kufikia sasa? Hiyo jedwali hii sasa ndio ile nadhani hii sasa ni kama NSL round hii. Hii ndio ile wakati. Mark my word. After in game wengine wamecheza 6, wengine wamecheza 5, wengine wamecheza 4 kama sisi. Then kuna mwenye amecheza chache ni 3 hiyo global. Global na pia naona Geteni pia ni 3. So hii league round hii itakuwa ngumu. But after game ya 10 utaniambia table itajishape venye inafaa ikue. Utakuwa hapo juu. Nakwambia mark my word this time round. Au peani walkover? Maneno ya walkover hata hizo season zingine nimestruggle lakini sijapeana. Hujaipeana? Hapana. Hiyo ni falsafa njema sana kwa timu ambazo ndio katika jedwali la chini pale. Naona kutoka chini naona ni Gachuba All Stars ndio wako chini, hawajapata point yoyote ile. Geteni FC nambari 15 hawajapata point kufikia sasa. Kenya Mware Pirates wikiraboni ga CHIGOSORI sano wachete makali CHIGOSORI ibere chune point ibere bogia ko mu FC ko ruchinse moja Bonchari constituency katana re timu ka ko Bonchari CHIGOSORI sano nemo ebwate point isato. Borabu Sundowns ko ruchinse mochiri chance cha grounds CHIGOSORI sano babwate point inye. Kineni FC yabire seka aselige CHIGOSORI inye point sano nemo.
geturi Black Dynamos ubaru ase eligi ya Kisii County League bagaso eligi chigosori sano chipointi sano nemo Mayaka FC chigosori sano nemo abara batangane tandake zone ya ruguru ya Kisii County League chigosori isano nemo chipointi sano na ibere namba isano na isato tugatwara Nyansiongo Township chigosori sano chipointi isano na isato ayung naro amachivu korwase chinsemo au chia Nyanza Regional League korenda sobwango naro kwa amachivu korwase chigosori chiarero chia FKF Premier League taranda somo timoko ate chigosori chiare kwa basori kunego timu ya Bandari United bachire Makali yechigori bere ne timu ya Kariobangi Sharks abasori yaganyarire mono sana gati ya Jonathan McKinstry morke monene Gor Mahia amona Robert Matano morke monene bwe timu ya Tusker ningo Gor Mahia FC yagandire kwa ban beaten asebaje kore timu ya Tusker egore ya Masevosa egosori guchinse mochiri chia Machako Stadium egosori ende yali gati ya timu ya KCB yali kwa timu ya Moroni Youth yaganda Makali yogotabekana egosori yali kubwateru gusana egosori gati ya timu ya Shabana na Ulinzi Stars nigo Shabana ekorwegoria ya Masevosa egoria bekweta ketangani kwena kibona ndake Sami Pamzo Molo nare kobaka gusiria osori ya yentangani bono bona omoro kia omonene we timu ya Shabana FC mwancho muri abona tako chero mutimo kotukana nsemo ya kabere ndomanya mange igoro ya ligi ya FKF Division 2 ligi ya National Super League na mange korwa sa chinsemo au cheche wasori ndomoro bali wechi gosori na nche ndemo Steven Captain 001 Ndizi TV obansu wo Gusii. Ndizi TV obwansu bw'Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube kisockets na room heater, chifa
fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nebukuba kirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Bitumeri ndiameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitumeri vyao mbiameti arafu makonda gutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendu bano no bwachira makonda imogete kero bukendu bokari nari na makonda akoimuka bone siri ne omongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke korukunga enokem agrovet ego twanyeruka enokem agrovet ego toko mochubo songa no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibana cyangere ko rigisaiga manyarora kyakakire ko rigisa ko barira moyo buri obuya ogo syarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo boka babwate bakachindagira cyechombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero ngayangire ko nyari kanga bwata magecha ngo chisibiande kolinde gotengo chisiberia amache ya yo mongina obugeremi bwonchorire na enokem agrovet amina Nikimaine tarira enokem agrovet imeyumuchukisi ilionyora mariogo yugusyalire bimeri indagira nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusyalire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell petrol station formerly Falcon petrol station na Boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kirisimi Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures one harvest at a time. akitika wana minyo kenyende kai omongene wachirego tigangende tukanalerio obuneka ya tiganya kenyende Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora ngamuna ababwatani kurwa CHIGOSORI ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa CHILIGI ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge bara inyora no muri bwe CHIGOSORI ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 CHIGOSORI ime ya Ndizi TV. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igukonywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibrengo biguro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend
to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti 52 ibere mara kabiri isano na isato ibere isano na ibere ayemo gose enoti 52 ibere isato ibere ayeme enoti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriugo kolere mirimo yao. Osmo Traders Limited niko babuate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwaisiko babuate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete chochonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabuate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Bia mono kwa ndra kotengereta seni kia Ndizi TV aiga na obwansu bomo Gusii aiga na obwansu bwe CHIGOSORI na Nchendemo Steven Captain 001 kwa tebia mange korwase chinsemo ao cheviti chinsemo ao CHIGOSORI na onyembono kwa tana itu ninge gosori ale kwa gosori bwa ye ligi FKF Premier League gatia Shabana FC vare ko gani timu ya Ulinzi Stars tego Shabana ya ikorwe goria ya Masebosa ne gosori nyare ko bage kwaira chinsemo chirichia Raila Odinga Homa Bay Stadium na naika utaivune gosori gatia Gor Mahia FC ne timu ya Tusker gosori ya FKF Premier League chinsemo cha Machakos nego Gor Mahia FC ya nyoreire obuyi bwa goria ya Masebosa kona kibuna Gor Mahia yagendere gutangana ase ligi FKF Premier League na wekera boniga Shabana yatkaire nsari yabakabire korunse ase ligi ya FKF Premier League yentuge tariki ya mono asomo kyomongoga neri kwena kibuna yanarire koba gekorwabo kurenda sebono twendere gusanga mangi nabwe nitobwata igase studio Humphrey bitobwata mona moha kuro etim ya Kisii Industrial FC hetimu gosori ase ligi ya Nyanza Regional League abira batebya mange igoro ya CHIGOSORI Chaiton Kaitora agende konda sebo no tusanga mange igoro ya FKF Division 2 ne ligi erigoro ya ligi ya Nyanza Regional League ne daraja ya kane yengo immense ya Kenya se daraja igoro ne ligi ya FKF Premier League totwara National Super League totwara Division 1 mawatore ligi ya FKF Division 2 na kurosoro ngoro Gusii nango chana bataipo tambe tobada chitimu chinyenge chire kurwa sense meje chiri getia se ligi na andake yende kwa ngelibuna kurwa se ligi yeye ntayotirire na kwa se ligi ya FKF Division 1 asege tambe na tumeona kwamba ni ligi ambayo FKF Division 2 tumekuwa kwa muda mrefu na takriban kwa mwaka takriban 2019 hatujawahi pandisha timu kutoka Division 2 ingie Division 1. Zaje zimejaribu labda ilikuwa ni timu ya Kiendege Jets wakati mmoja haikufaulu na timu ya Ichuni Combined FC msimu uliopita na bado haikuweza kufaulu. Labda mwako kwa umefuatilia labda soka yetu sana ni kipi hiki ambacho kinafanya inakuwa ni ngumu timu kutoka eneo la Gusii kupanda na kuingia Division 1 moja kwa moja? Unajua kwa Division 2 unapata kama ile wakati wa Kiendege na Sunderland unapata una compete
unamaliza number 1. Kwa puli yako. Kama hata la season hili kama hii ya June unapata sasa Kenya inatuanga kutoka Gusii playoff mini league inatukalia ngumu sana. Hakuna timu yenye imai perform kwa mini league. Shida iko wapi? Sababu mini league za regional kuingia division 2 hazijakuwa ngumu kwa timu za Gusii. Tunaona wakati moja Ichuni combined wakiwa nambari ya pili walipigana Kisumu wakatupatia ushindi. Bomachoge Borabu tuliona wakipigana msimu uliopita wakakuwa mabingwa wa Nyanza. Division 2 FKF regional kuingia division 2 mini league ni rahisi kwa timu za Gusii. Division 2 kuingia division 1 ni ngumu. Kisha pia jambo la pili unapata kwamba ni timu moja labda ndio unapata kutoka eneo la Gusii hata iko katika hiyo mini league tukianzia hata hapo. Sasa hapo unajua sasa hapo ndio sasa unapata watu wameinvest sana unajua siku hizi ndio naona Gusii watu wameanza kuchangamkia mpira kidogo. Sasa unapata zile timu za Lower Nyanza hiyo side ya Ujaluoni ama ukienda side ya Nakuru wale wamekomaa kutuliko. But I think hii season maybe sasa Mungu atujalie, lakini naona Bomachoge, naona hizi gucha mbili kuna matumaini. Labda tuliona kama msimu uliopita tuliona kwamba timu ya Ichuni Combined ikiwa pale eneo la Moi Stadium Kisumu, lakini hatimaye yule aliyefuzu kutoka eneo lile la Nakuru ambalo amesema ni timu ya Nakuru Bucks ambao waliweza kucheza mchezo wa kufana. Isijue labda ni kipi kile ambacho timu za Gusii zinafaa kufanya labda hasa katika capacity building ndipo zikuwe competitive kwa pool na pia zikuwe competitive kwa mini league. Humphrey. Mimi sasa ni mwaka 2 nimekaa Kisii na nimeona mpira ya Kisii. Nikisema ni tofauti kidogo na mpira ambao unachezwa kwingine. Ukiona the system of play ya Kisii ni hata ukikaa tu kando ya kiwanja utajua tu watapiga kidogo alafu wapige long. So unajua tu hiyo power play tunaita power play kwa zile lugha za soka. So ni ngumu sana kushindana na zile Lower Nyanza kwa sababu pale tunaweka mpira chini. Wamependa kuweka mpira chini. Alafu inapigwa, kikataa inarudishwa tena inapigwa, ile system ya sahihi ya mpira ile modern football. So inakuwa ngumu. Sisi kama stakeholders wa Kisii na makoches lazima tuanze kutoka kwa pale kitambo tulikuwa tunacheza ile long play, tunapiga kidogo alafu zinawekwa kwa wing. Lazima tutoke pale. Lazima tuanze kujenga mpira kutoka kwa defense yetu, tukielekea kwa kiungo cha kati abuze mpira, alafu ndio tuweke kwa forward wetu waweze kukimbia walete ma crosses. So itabidi tu tumebadilika. Na naona matimu zimeanza kubadilika. Wakati tulikuwa tunacheza hii tournament ya Alikiba, ya Kiba huyo Kibagendi. Niliona mpira ilikuwa inachezwa ilikuwa ni tofauti kidogo na ile ilikuwa inachezwa labda mwaka jana. So naona timu zimeanza kucomply na kuanza kuweka mpira chini na hatimaye itazaa matunda. Unajua unapoongelea labda mambo ya gameplay ama jinsi ambavyo mpira unachezwa hapa eneo la Gusii, tumeona kwamba labda ni mambo ambayo yanahusikana na mambo ya ukufunzi, na nimeona kwamba siku za hivi majuzi tumeona kwamba shirika lile la Football Kenya Federation likiandaa labda mafunzo murwa ambayo matimu zimeweza kuombwa ziweze kuweka wale technical bench kufika pale na kuweza kupewa hayo mafunzo. Najua hata umekuwa ukituma wawakilishi pale kwa sababu imekuwa ni eneo lile la Getembe kwa kaunti ya Kisii. Labda unahisi kwamba bado tukue na mafunzo zaidi kwa makocha wetu? Ni mzuri, unajua kwa sana sana side yetu ya Kisii County. Nadhani Federation wamejaribu sana. Wameleta wale wakufunzi sasa ni karibu mara 3. Ukiangalia side ya referee pia wameleta mara kadhaa sasa kuliko wakufunzi. Shida ni sasa sisi makoches. Unapata mtu baada ametoka Mabea, ametoka Migori, amekuja kupata ile knowledge hapa, lakini kwetu Gusii hapa unapata wachache tu ndio wanaenda 2 3. So ukiangalia hata hiyo picture utapata new face ni pako na sisi huyu anatoka wapi, huyu anatoka wapi. So sisi wale watu wenye wako hapo wenye wanapenda mpira, hata kama una timu unafaa unajitolea upate ile mafunzo. So next time utaenda kwa timu nyingine usaidie. So si ati mimi niko industrial lazima niende. Mimi si kama unapenda football uko na ile passion unaenda itusaidie. Labda Humphrey unaweza sema nini kuhusu labda hatuwezi ongelea ukufunzi bila kuongelea labda upande ule wa refereeing. Labda umeweza ukitazama labda msimu uliopita na msimu wa sasa eneo la Gusii
coach referring yetu, unaona tunaimarika ama twazidi kudodea? Kwa hakika nikilinganisha na msimu uliopita, mara hii naona wanajaribu sana. Hata zile mechi ambao tumeenda zile ugenini, nimeona wamejaribu sana kulingana na labda mwaka uliopita. Mwaka uliopita kulikuwa na ulegevu, lazima niseme, na ulipata ukienda zile mechi za nje ushapoteza alama, hata kabla uanze safari ushapoteza. Lakini msimu huu tulienda ilikuwa inaitwa Nyagoya. Au marefari walijaribu sana, lazima niwapongeze, walijaribu sana. Hata wakati ambao tulicheza hapa Getembe mechi yetu ya kwanza ya ufunguzi, marefari walijaribu sana. So lazima niseme marefari wameimarika sana msimu huu. Mwa kuna wale ambao usema labda matimu usema kwamba referee yako sawa kama umepata point, lakini si rahisi tumefika lile eneo ambalo labda timu inapigwa lakini inaridhika. Nisijue labda kipi tutafanya ni mpaka tufike hapo. Unajua kama unaelewa football utaridhika ama hautaridhika. Lakini kama uelewi ukipigwa utaanza kuteta au kusaidiwa na referee, kama uelewi utaona ako sawa. So tunafaa tuelewe hiyo. Kama game tulienda Magenche tulipoteza, lakini referee walikuwa sawa. So mimi naelewa football iliridhika. Waswahili wanasema kwamba labda baadhi yakikosa kuzaa usingizia jua. Kwa hivyo matimu zetu si kila wakati ukipigwa ni refa ambaye alikuwa na makosa. Na napangana katika ligi ya FKF Division 2 ni kwamba bado kuna timu ambazo zimeanza kupeana walkover. Kuna wiki ya itanto kwa CHIGOSORI kati ya timu ya Ayucha ya CHIGOSORI amo na Bomachoge Borabu FC. Ayucha ambaye kiranitigeti ya timu ya Bomachoge Borabu kanyore walkover ekere timu itarekageti nigo etimu yo gusiria CHIGOSORI eyu na ya uruchigori ibere ago ne yuende yabwane chigori ibere Bomachoge bakenyore walkover eyu rero iganto kwa CHIGOSORI kati ya Nyabururu Sportif amone timu ya White Hat FC asa ligi ya FKF Division 2 na timu chijirani na timu chigotie mana sana kase chinse mechese timu ya White Hat FC resemo ya Bonchari timu ya Sportif Nyabururu kabense ya kitutu chache South bonse bara somo vaga iko kerema komerana na CHIGOSORI enkongu sana kuna chinga checho timu ya Gucha Youth FC kura una moroke wa manene Patrick amuo kaniganya ko baga kwerera emeroberi timu ya Gucha Youth FC bwate mwana munenga ki second league ye ligi ya FKF Division 2 iko chikobake iko chaka kulingana na vile timu inaenda, kulingana na preparation, but preparation za timu zimekuwa poa kulingana na mdosi wa timu. Kitu ya kwanza, mdosi wa timu ni mtu mwenye anapenda bola na support team. Amenipea more support sana. Bila yeye singefikia hapa mahali niko. Because yeye amenipea privilege, amenipea kila kitu. Tunaelewana na yeye kiball. Si mdosi mwenye anaongea kando without coach. Lazima tushare na yeye kitu, ndio kitu ifanyike. Hiyo support yake imeniboost sana. Nimefurahia hiyo support yake ndio kwa sababu timu ina perform. Kuja side nyingine vijana ni wayanga, vijana ni wadogo. Kuna mtu mzee pale, so ni vijana wanajituma. Wanataka wafike kwa hiyo level ya hapo juu. Yes, kwa saizi niko karibu na 5 players wenye nataka kusign kuongeza kwa kikosi yangu. So mimi nataka kuongeza karibu wachezaji 5 to strengthen team because of injury. Nimekumbwa na injury tangu nianze league, nilianza tu na injury. So tuna win, tuna fight tu na hizo injury. Weekend naenda away kwenda kumaliza first leg. Na licha kuwa nakuambia hizo injuries ziko nazo, lakini itabidi tucheze na injury because team yangu haijazaa wachezaji. Hatukusaini wachezaji kulingana na capacity yenye tulikuwa na wachezaji wachache. Hao ndio wachezaji nimetumia. So hii game ya mwisho nataka kumaliza ndio ni sign wachezaji wengi wanisaidie kwa team. But yo Patrick mwaka mwaka manevo ya timu ya Gucha Youth FC kwa randa ke Emelo Beriva bwate na kaigole baliwa ndio kwa chinse ya mochiricha emetandao nendo chaiga Joash ondi mwata bana I am following live from Getare Girls nkagirita ya Getare Girls ya chinse ya mochiricha keroka Nyaribari Masaba Joash ondimo nilchaiga Jared Orure Mature tata bana I am watching live kwa chinse ya mochia Nyachichi Secondary School Eric Osoro awate abuna I am watching live kwa chinse ya mochiricha Keumbu Ritaro ndio chaiga embusurengi jana lile taliaye kwa chinse ya mochia Bonchari Bomwancha niko ndani hadi tamati
Isaiah Nyatundo Mosongo atabuna korwa chinse mo chirichestio kimau nagandete gutoboti gwetara chinse mo chirichia Ndizi TV News Digital ibina nsemo area Facebook. Ejune timu ya Gucha Youth FC yabire waterandake enchera vero vereti. Afro unapona labda Gucha wanasema kwamba kwa sasa wanataka kuona kwamba wameweza kuongeza safu yao kwa kuwa na wachezaji wengi, na katika dirisha la uhamisho ambalo liko siku za usoni wanataka kupata wachezaji 5. Itawasaidia kuimarika? Ya, ukisikia kocha mwenzangu akiongea hivyo, labda ameona upungufu mahali fulani na anataka ajaze wachezaji pale. Unajua wakati window inafunguliwa unaangalia ni wapi una upungufu, alafu ujaze wachezaji. Labda pia umesikia akisema akona ma-injuries nyingi, so lazima aongeze ndio hiyo safu yake, labda kama ni ya ulinzi ama ni safu ya kati ama ni ya mashambulizi ndio ikuwe mzuri. Sasa mimi najua na natumai ataimarika. Wakati huo ambapo labda Humphrey kocha mwenza kwake Patrick Amuka wa Gucha Youth anatuambia haya chiti mchiaro ngorwa Gusii chinyinge chiako nchie soki na kweri kiasi ya kombe kia Mozart Bet Cup ekerege kombe kia korentamu chiti mkuruchi ligi au imensi ya Kenya chaumirana asaiga kombe bidana mamirani ovene na umwelio ye umo buyonyara kovaka gotoka na asaiga kombe kia Mozart Bet Cup igo edro ya entunda ya 32 ya nareko bake wasoki kubene na chiti mchia kururongorwa Gusii echira chiti mchirichia iru chinyareko ba CHIGOSORI na barabo etimu ya Shabana FC nigevekire enyareko bake CHIGOSORI amone etimu ya Shalima FC na gosora ndake sera gosoreru turabeto gotebwa sama tukaribosio Bomachoge Borabu FC ekosoria seligi ya FKF Division 2 nenye evekire ekosoria amone etimu ya SS Asad ekosoria seligi ya National Super League. Timu ya Nyamira Super Eagles ekosoria seligi ya FKF Division 2 nigevekire kokosoria timu ya Kariobangi Sharks ekosoria seligi ya FKF Premier League. Mwa timu zetu za eneo la Gusii tumeona mingi zikijitokeza kwa kikombe hiki cha Mozart Bet Cup. Labda kando na Shabana, timu ambazo zimetumeona hapo ni timu za FKF Division 2, hawa ni Nyamira Super Eagles, labda tumeona na timu ya Bomachoge. Mechi hizi labda ziko na umuhimu gani kwa wachezaji wetu wa huko? Unaona sasa kama hiyo mechi ya unaona Bomachoge anacheza Division 2, Asad wako NSL. So I think hiyo ni exposure poa kwa wachezaji una kwa timu nzima. So by the way napea hapa hand Bomachoge kushinda hiyo game. Then Bomachoge is such situation kama Bomachoge itashinda hiyo game Asad. Imagine venye ataenda league. So akili itakuwa juu. So akipata hapo anaenda kama sasa nilipiga sana. Huo ni nani? So ile motisha inakuwa kwa wachezaji. So unaona akitoka round of 32 kwenda 16 na sasa hiyo tena anaendelea kucheza hiyo Division 2 ako nafasi ya pili. So hiyo motisha itampea motisha mzuri, hata utapata at the end of the season ako number 1. Tuliona labda unapoongelea hivyo, tuliona kwamba wakati mmoja Bomachoge wakicheza na Mofa, na kama sijasahau upande ule wa Sameta tuliona Bomachoge ikishinda. Wakati mwingine tukaona kwamba timu ya Bomachoge bado waliweza kucheza na timu ya Gusii FC ya National Super League, mechi za kirafiki hapa na pale. Labda tunapoangalia Shabana anapoingia katika kikombe hiki, na tumesema kwamba labda kwa msimu huu lengo kubwa kabisa la Shabana ni kuweza kufanya chochote kile wasiweze kushuka chini. Unahisi kwamba itawasaidia mechi hizi za kikombe ama itaweza kudivert attention yao? Zile mechi ni muhimu sana kwa Shabana kwa sababu Shabana na mfukuzi mpya wanataka ile courage, ile confidence, ile ujasiri. Wakati watakuwa wanashinda hizi mechi, watakuwa ile ujasiri iko na waingia. Na ikiwaingia hivyo basi watapata nafuu na waweze kucheza kuweza kumiliki hizo mechi zingine. Labda mimi nikiona hizi mechi ni muhimu sana kwa Shabana. Kwa sababu kama inaweza piga hatua na ingie kwa hiyo makundi ya round 16 itakuwa mzuri sana. So unaona pia ni kama watakuwa wanacheza mchezo za kirafiki. So kwangu itakuwa sawa kwao. Tutaweza kuona labda kama mechi hizi labda pia zitawasaidia kwa sababu ukitazama Shabana ya sasa wako na wachezaji wengi. Na tumeona kuna wengi hata ambao labda wanatoka bila kucheza kwa sababu naona ni si rahisi kupata nambari bila ambaye kwa sababu hajaleta ushindi. Labda unahisi kwamba itaweza kunoa makali Moha? Nadhani pia ni sawa. Unajua hizi mechi ukiangalia
hapa Kenya na uangalie na kama EPL ni kama FA. So mostly ukiangalia FA unapata mbona huyu ni mchezaji gani, kumbe anakuanga huko. So pia itasaidia kama timu ya Sabana wale wachezaji wenye hawajaipata nafasi kucheza ligi. So wakiingizwa ndio utapata kumbe huyu kijana anajua mpira. Sasa wacha nimweke kwa ligi tuone. So utapata kuna tofauti, itasaidia timu sana hizo mechi. Ni muhimu sana. Kwani wageni walio studioni ambao wanapigia upato mechi za Mozart Bet Cup ambazo timu kadhaa za eneo la Gusii zimeweza kujiandikisha kuweza kucheza katika mechi hiyo. Na wanyambono kupata night rege tupata umro very wechi kwa sorry to kuvurukeneke Gusii to vurukeneke swahili ya faida ya bagani to bwate irinde chisemiti babwate chienko yo cyane ko bachigo ikiraye wina umwancho muri gwete radio sivanya rere babire bakorora asoko baba bwatani asenko yo yaito yorongo rwa Gusii korende tutiana mwarengete iligi ya FKF Division 2 ya kombe kia Mozart Bet Cup tosa se ligi ya National Super League abwa sikoro sorongo rwa Gusii timu yo kerororo ne timu ya Gusii FC korende wikira boniga tera koribu yenga kia mwe kaina nanda kegwo cover yagosori babwate na Kibera Black Stars bakajara kwa bakuruchi point chego story yeyu akoburuchi point isata se chiriva bwate na kerenkoriri wikira boniga timu ya Gusii FC ausori CHIGOSORI ikomina isano nemo wikira boniga asecho neganya kwa bayikubwa CHIGOSORI sano nemo yanya kwa bayigusiria chuchinde cyose CHIGOSORI 10 mbaragenda makali GOSORI ende yose pigwa ikira boniga timu nyandake. Tunapotazama mechi hii au timu ya Gusii ni timu ambayo wakati mmoja iliweza kuwa ni timu njema, msimu uliopita waliweza kujaribu, lakini sasa unapotazama kwa sasa bado wamekuwa na changamoto nyingi kufikia sasa. Mechi 16 wameshinda mechi 6 pekee, wameweza kupoteza mechi 10. Mechi 6 ni point 18 lakini wako na 15 kwa sababu walinyang'anywa pointi 3 baada ya kupeana wakova mechi ya Kibera Black Stars. Ukitazama kwa mtazamo wako, labda changamoto ipi ambayo Gusii inapitia? Gusii nimekuwa nikifuatilia kwa ukaribu sana, kwa sababu mimi mwenyewe kuna mchezaji amepitia kwa mkono yangu hapa anaitwa James Ila. So anacheza ni fullback. So Gusii imekuwa na changamoto. Changamoto zile ziko, ya kwanza Gusii kifedha wako na shida, ni dilema kifedha. So unapata hii soka, unajua kama una fedha lazima utakuwa unasafiri. Kusafiri alafu tena pale lazima ulipe wachezaji. Juu ukiwalipa vizuri ndio watacheza vizuri. So wakati kuna hii kandarasi walipata ya ufadhili, sijui ilienda vipi, kwa sababu ilianza vizuri mpaka tukafurahia Gusii itakuwa vizuri, then tukaenda ikaona ikadidimia. Sasa hatujui ni wapi shida ilitokea, lakini Gusii imekuwa timu nzuri. Changamoto ya pili, unajua Gusii ilikuwa na coach alikuwa anaitwa Kisii, rafiki yangu kwa karibu sana, Otero Junior. Sasa unajua kuhama kwa coach kuenda tena Mofa pia naona ni kama imechangia kwa matokeo duni. So na I think hizo challenges bado naona si mbaya vile, na naombea itakuwa mazuri. Naombea wapate ile nafuu. Unapoangalia labda upande wa ukufunzi, ndio tuliona kwamba wakati mmoja ikawa ni Andrew Makongwai ambaye kwa sasa labda ni mshikadau upande ule wa Derajani Gogo, ligi ya National Super League. Akaingia Kassim Otieno Junior, akatoka akaenda timu ya Mofa, ligi ya Division 1. Aliyeingia pia akaweza kutoroka pia na kuweza kuenda. Kwa hivyo imekuwa na misukosuko mingi. SSM ya coaching emechando andake SSM yenivo yeye ile baravu kwa asevade wikira boniga. Labda unapangalia Moha ni timu ambayo labda imepeana nafasi mingi sana za wachezaji labda wa eneo hili la Gusii, ambaye anajituma upande wa Regional League, County League, anapata nafasi rahisi kucheza upeo wa juu wa National Super League. Ni kitu kile labda wanaweza fanya, kwanza waweze kuavoid relegation, na cha pili labda ndio waweze kupata ile nguvu na waweze kujituma kama awali. Venye mwenzangu amesema hapa, unajua hii football changamoto ya fedha inakuanga kubwa sana, inachangia sana performance ya timu. Kwa sababu ukiangalia hiyo Gusii, ndani hiyo changamoto ya fedha inawasumbua sana. So pia imekuwa timu, ukiangalia kwa sasa hivi pia imepea vijana wa Gusii nafasi nzuri sana. So pia wale watu wetu wa Gusii pia wasiwache tu timu, pia wachangamuke, waone wachezaji wetu ndio wako wengi sana. Mbona tusiwape kitu kidogo kama hiyo Buwakova? Ni pesa tu ndio ilikosa kwenda. Ukiangalia Gusii mzima huwezi niambia hawezi fantasy team ifike icheze ligi. Hiyo ndio sasa ukienda huko chini, huko Luo Nyanza kuna tofauti.
na hapa. Huko watu wanajitolea. Kama ni team, watu wanajitolea kutoa pesa mpaka timu ifike. Hata wengine wanaenda nao. Na sasa hiyo ukiangalia, sasa watu wameconcentrate sana Shabana, wamesahau Gusii. Inakufa. Inakufa. So unaona, so watu pia wanafaa waangalie wafanya aje. Ukiangalia la season, Gusii ilikuwa na nafasi mzuri pia kupanda ligi. So hii season pia wangeamua tu sasa wape mkono kidogo wangepanda. Kauli yake Mo anasema kwamba tushikane tuweze kuona kwamba timu zetu haziwezi kudidimia, na kesho timu ya Gusii FC ni watu ya Gosori barabara kwa ni timu ya Luanda Villa chinsa moja kanolotunga musocho uchakera chinsa kianda ne Gosori rabe yentunda ya 15 na kabere kuchia se timu ya Gusii FC ase ligi ya National Super League Tichukwaria ankyo chinsa moja kanolotunga musocho na rachisa moja Facebook yuni yule mmoja atavuna nagende kutubuati chensemo chia Facebook tinga checho ama chibu korwa sebiti au ya National Super League ritukolero ni chaiga timu ya Dimba Patriots Gosori barenga mone timu ya Mlembe United. Dimba Patriots chigori sano Mlembe United egoria yemo Celebrate Lions Gosori barenga na Mombasa Stars ase Gosori yeyu ya era makari ya chigori vere Mara Sugar ngoga ni barenge timu ya Darajani Gogo Mara Sugar goria yamo Darajani Gogo Vosa Kibera Black Stars ngonyariga ni barenge timu ya Naivas FC Kibera Black Stars 2 Naivas FC 1 Nairobi United wariga ni barenge timu ya Rainbow FC chose na timu chingeni ntunde ya Nairobi United 2 Rainbow FC egori ayemo ina machivu korwa se ligi ya National Super League ikiravoniga Naivas FC neretangaine ase ligi ya National Super League CHIGOSORI 15 nemo chipointe 30 na isano nemo Mathare United CHIGOSORI 15 nemo chipointe 30 na isano nemo Nairobi United CHIGOSORI 15 na ibere chipointe 30 na isano namba ya kane Mara Sugar ya gatano Kisumu All Stars Rekorderi Gusii FC wekiravoniga mega ya obuibwe wiki ya eta Gusii FC namba 15 nemo CHIGOSORI 15 nemo chipointi 15 na ibere Kajiado FC 18 Vihiga 19 Mombasa Elite namba emeronge vere Celebrate Lions. Abda tunapoangalia mbio za msimu huu utaona kwamba wakati mmoja tulidhani labda Mara Sugar alikuwa mahali pema akapoteza nafasi hiyo. Tumeona Naivas FC na Mathare United kwa sasa ndizo tumeona kwamba ziko katika mbioni ya kukua kileleni mwa ligi ya National Super League. Naivas amepoteza pointi leo. Unasema nini labda katika ule competitiveness ya ligi ya National Super League msimu huu? National Super League imekuwa competitive sana. Ukiangalia ni kupishana tu, wanapishana. Mtu akikuwa mbele hii weekend, mwingine anakuwa mbele hii weekend. Kwa sababu naona kuna Naivas inacheza na Black Stars Kibera wako mbele. Si inakaa ni kama hii wiki ni kama kuna timu italala hapo ambayo itakuwa Naivas. Tukiona weekend iliyopita Naivas iliweza kupiga Mara I think mabao 3-2 na ikalalia kileleni mpaka wiki kaisha. So imekuwa ni ngumu sana, na bado naona ni kama Mara bado wako na nafasi kubwa kuweza kupanda, but itakuwa ngumu kati ya Mara na Naivas na Mathare ama Nairobi United. Nairobi United pia ni timu tena nimekuwa nikifuatilia kwa karibu sana. Pia ni timu ngumu sana na iko na wazoefu. Kwanza wakati window ilifunguliwa naona walikimbia pale juu wakanunua wale wazoefu ambao walikuwa experience ambao walikuwa kwa hizo vilabu, lakini hawakuwa wanapata mchezo ama nafasi ya kucheza. So itakuwa ni ngumu sana pale kileleni. Hiyo ni kauli yake Afra akisema kwamba msimu huu ukizuba tu hivi mgeni au mwingine anaenda juu yako katika ligi ya National Super League. Tukiingia katika ligi ya FKF Premier League, ni ligi ambayo imeweza kuwa ni ya kufana pia msimu huu, ambapo kumekuwa na timu mpya, lakini pale juu tumeona Gor Mahia akarumagega na zole akarumagega korendo vekiromo kiwese woniga atangaine ase ligi ya FKF Premier League. Rero iga tobate Gosori ya Shabana ya Gosori ya muna timu ya Ulinzi Stars Gosori ya kubwati gusana kwenda serit kule. Rero Shabana vasiri concentration na Gosori chit eta ikentangani vabungu na Gosori ya rego moha. Yes. Shabana Sabana yetu
Tore Bombe. Na bado tunaendelea kuwa Tore Bombe, tunaendelea kuwa wabaya. So Sabana na think kitu ya kwanza wanafaa wafanye wasikuwe na pressure. Kocha wasikuwe na pressure. Kocha amekuja mpya na majibu iko sawa. Kocha ako na experience. So pia nadhani kuna signings imefanya experience kidogo, so mashabiki na watu wa Gusii mzima tukuwe na subira. Tusikuwe na ile haraka. Nini? Last week ilikuwa bahati mzuri. Game ya kwanza ya kocha ameshinda mabao 5. Hii leo ameanguka moja kwa mtu. Unajua 1-0 unasapata anybody's game. Hiyo vile kocha amesema hiyo moment. Then unapata wewe mwenye umeshindwa umekuwa na chances umecreate so unasikianga bad luck. So inakuwa hivyo. So but wacha kocha amekuja mpya, timu blend vizuri. Alafu consistency ikianza tu timu itakuwa sawa. So watu wasikuwe tu na pressure. Hakuna Shabani wezi chukua ligi. Kitu ya kwanza to avoid relegation kwa hapo. Then tuko na coach mzuri. Next season nadhani itakuwa poa. Hiyo ndio kitu yenye watu waweke kwa akili yao. Nafahamu kwamba katika dirisha labda la uhamisho ambalo bado lipo ni kwamba fikia sasa Shabani imeweza kupata sahihi za wachezaji wazuri kati yao Tegisi. Tuliona kwamba alitoka Gusii FC wiki jana akaweza kuingia na akaweza kufunga mabao 2. Tumeona Labili akitoka labda upande ule wa Gogo na akaweza upande ule wa midfield kuingia katika timu ya Shabana FC. Tumeona Maneno akipata upande ule wa left back Shabana kutoka timu ile ya Singida Foundation FC nchini Tanzania. Walikuwa waweze kutafuta mlinda lango, bado inaendelea hawajapata bado mlinda lango mwingine wa kuongeza. Kipi kile labda bado Shabana inafaa ifanye vizuri katika Januari hii kwa sababu second leg ishaanza na ukichukua muda bado kuielewa ligi itakuwa ishaisha. Kando na kutafuta wachezaji wapya, hata tulikuwa tunaongea na mwenzangu hapa msimu uliopita. Unajua kila ligi iko na system of play yake. Ukipata NSL pale watu wanapiga power play, unapiga unatafuta bao kupanda. Lakini ligi ukiona matimu zote zina survive ligi, hata hizi timu ziko number 1 to 4, jamaa wanagonga mpira pale, huwezi win kama huwezi gonga. So I think shida ya Shabana moja ni bado waliingia pale na ile system play yao ya NSL. So walikuwa wanataka kupura na pale ukipura wanachukua na chini. Then wanagonga. So I think hapo ndio kuna shida. So unajua ukipura mtu anachukua neka chini unatafuta lazima atakufunga. Kama hiyo wanapea opponent ball. So inakuwa ngumu sana juu utakuwa sasa wewe unakimbiza tu. So I think pale Pamzo na uzoefu wake itabidi tu unajua yeye pia ni mtu amependa mpira ya chini. Akiweka pale chini na change system of play, I think tutakuwa poa. Then unajua Shabana pia lazima tuisupport tu kwa sababu bila Shabana hizi timu zetu ndogo zitakuwa na feed up. Hatutakuwa tunaweza feed timu nyingine kwa sababu ni Shabana tu tunaangalia. That's why unaona tunaongea about Shabana na Gusii. Kwa sababu pale ndio maplayers wao wetu wenye tunakuza wanaelekea. Utapata ni vigumu sana kupeleka timu labda darajani Gogo ama pale Bolgari. Isipopitia wapi? Isipopitia kwa Shabana. So ukiona midfield ya Shabana, nikiongea kidogo kuhusu midfield ya Shabana, hatukuwa na ule jamaa anaweza hold. Ukiona Ugicha alipoumia, tumekuwa na shida sana kama Shabana. Kwa sababu hakuna mtu anaweza tuliza ile mpira na apige pasi polepole na tutengeneze mpira kutoka katikati. So wakati walinua ule jamaa wa Nairobi United, I think imeleta ile composure kwa team na imeleta hiyo stability. I think going forward tutaona Shabana, mimi nataka nikuwe na subira tu na Pamzo. Tukue tu na subira na nitahimiza tu mashabiki tukue na subira. Tuone, tumpe muda kama mechi kama 6 ama 7 hivi tuone itakuwa namna gani. Naambiwa hapa studioni kwamba tupe Shabana muda mechi kama 6, siji kama mashabiki mko tayari kuvumilia mechi 6, lakini tuendelea kuitakia Shabana mema. Ninapotazama jedwali la FKF Premier League nambari 1 Gor Mahia FC CHIGOSORI 19 yabata point 43, Nairobi City Stars CHIGOSORI 18 point 33, Tusker FC CHIGOSORI 19 point 34 namba ya 4 Bandari CHIGOSORI 19 point 34 Posta Rangers yatangana Segeka point 13 CHIGOSORI 13
chipointe mirongo ibiri na kianda. Isano nemo KCB chigosori 19 chipointe mirongo ibiri na kianda. Kerenko wenda ensemo ya inse nindo che namba 15 Kariobangi Sharks chigosori 19 chipointe 19. Moroni Youth chigosori 19 chipointe 19. Shabana chigosori 19 chipointe 12. Zoya Sugar chigosori 13 18 chipointe 13 abwanda kenzoya na gosori na nyora chipointe chonsiri tukoriankyo kirara gosori FKF Premier League Mokeira Shabana kurende ese Shabana nere abe komuki anyare ko bwa chigosori ibere isato chirevosyo abakorukoru ense mare enkongo anyare ko bekire onye chigosori ko chipointe namba 12 kurende taria yemo omente eyemo moha unapotazama hapa juu Gor Mahia Nairobi City Stars Tusker amejikaza amefika nambari ya 3 japo amepoteza mechi ya leo msimu huu. Mrife ni Gor Mahia mpaka tamati ama tutaona surprises? Hiyo serikali imeenda na. Serikali kwa imara. Hiyo sitaki kudanganya. Security tight. Hiyo serikali imechukua. Okay. Mimi nikiona Gor Mahia iko hapo. Kama hakuna Tusker, kuna tofauti ya point 2 yake na Tusker. Hakuna ligi imeenda. Okay. Mimi nakuanga fan wa Tusker. But nikiona jedwali iko hivyo, najua hiyo imeenda. Alafu ukiangalia chini Nzoia, Shabana, then tuko na Moroni na Shabana, Sofapaka. So unaona hiyo relegation. So Shabana pia wanafaa wakue na haraka kidogo. Ukiangalia Moroni wako experience kutoka hapo relegation. Shark pia wako experience. Mtu mwenye ako inexperience bado ni Nzoia. So wasipojikaza hapo, hao watu wawili wenye wako mbele yao ni watu wenye wanasonga ukibaki. Unaona Adagala wa Moroni na anajua kucheza hapo. Mzoefu sana. Utamuona paka imebaki game 2 unajua anaenda, lakini hiyo siku unapata akienda na wewe playoff. Kariobangi ni timu ya mtaa Nairobi. Watu wenye wanaweza badilika saa yote. Then unapata wako huko. Sofapaka the same. So hii ndio moment yenye Shabana wanafaa wajiweke pamoja watoke hapo. Ndio Shabana itoke hapo mapema. Itoke mapema. Hao watu wenye wako hapo Sofapaka, Shark na Moroni ni hatari sana. Nakwambia leo. Hao watu so wajitoa hapo mapema. Ndio studioni hakuna rahisi, kwa hivyo nikitaka tu Shabana na itoke hapo mapema kwa sababu ikifika dakika za mwisho na iko pale haitakuwa rahisi sana. Si rahisi kwa timu ya Shabana. Kwa hivyo hao ndio wageni tuliona studioni na tunapongea siku ya jana tuliona Ekionbekia Wariki CHIGOSORI Sports Journalists Association of Kenya SJAC yekwatana na Star Times majika kwa na yegwa bene gochiase omorokia omone no umuya we ligi FKF Premier League asomutinyo gatano na limo umwako eta ase ekocha ye timu ya Gor Mahia FC Jonathan McKinstry adakobaga kwegwe kewa bene mona so konye timu ya Gor Mahia kwimukyo bonyankongo bo FKF Premier League entunda ya eta. You know, as an individual or as a club, people want to recognize the work we've been doing. You know, we're very grateful for that because we go out every day and look, it's not just me. Obviously, I'm collecting this award, you know, the Coach of the Month award for when we picked up the league title last year. But, you know, Michael Nam, Boniface Aluch, Mokeira, you know, all of our backroom staff, you know, everyone works extremely hard. And yeah, it's a nice little recognition and a reminder because obviously coming a little bit later than when it actually happened, but it's a reminder to reflect on the work that was done last year and give us motivation to continue working to try and do even better this year. I think we're going well this season. Obviously, as we stand here today, we're unbeaten in 18 league games. And in fact, the last time this group of players lost a game was last June. So it's over 6 months ago. And so, you know, it's been a good season so far, but we're hard on ourselves because we want even more. We look at some of the draws we've had this season. And yes, it's nice to have an unbeaten run, but can we convert some of those draws into victories? I think we can. But, you know, every game that goes by, every week that we remain unbeaten means it's more likely next week that we'll finally lose a game. So we've got to guard against that. We've got to guard against ego within the group and make sure that hard work and just that enjoyment of the game remains. And if we can do that, then, you know, hopefully this run can go on for a little bit longer. But ultimately, it's about winning trophies at the end of the season. And that's our number one aim. Can we retain our championship? And can we also hopefully in the cup? Timu ya Gor Mahia FC Jonathan McKinstry atebandake wikawa wende kube komo kiri nde banyare
rekoba agokoria bujana ensemo ya SMS line ndo chaiga arara wateba Captain 001 inche Neriot kurwa chinsemo chia Captain Hotel Egesa no torigere tikegima kwarato kwani na wakwande abwatani kuru chinsemo chia Captain Hotel chinsemo chia Egesa na bantaba ya gendra gotengera Ndizi TV aiga no bwansubu Gusii. Labda tukenda kufika tamati labda ya program ya leo hivi, najua ni mengi tumeweza kuongelelea, ni mengi tunafaa tutumainie ndiposa soka yetu iweze kusonga mbele. Nisije labda kauli yenu tukenda kumalizia labda kama Humphrey Kisii Industrial, labda unapatia motisha ipi labda kwa mashabiki na wachezaji wako? Sisi tuna lengo kuu hii msimu ni kupanda. Hiyo tu ndio lengo kuu yetu. So mashabiki wa expect tutapanda. Na tunaweka mikakati ya kuweza kupanda. So kama kuna mafans wetu wako nje watarejea tu tutapanda. Na bado tuna mechi kesho. Kuna mechi kesho tunacheza Getembe. Tunahimiza mafans wetu wakuje. Mnacheza na nani? Tunacheza na Getari. So mechi itaanza saa 7 kamili. So tunatarajia mafans wakuje watupe support na ili tuweze kupanda msimu ukiisha. Kila la heri. Labda Moha, najua wewe ni fundi pale upande wa industrial area. Naweza peana kauli yako ya mwisho na pia wale ambao unapeana salamu kwao. Venye coach mwenzangu amesema hii lengo yetu ya hii season ni kung'ang'ana tukue huko juu. Juu ukimaliza number 1 automatically umequalify. Hiyo hakuna story. So una presa hii ingine unaenda kutafuta kikombe kuwa champion. Nyingine mnaachia number 2. Bana. So hiyo ndio lengo yetu sana na pia tunaomba Mungu atusaidie. Unajua bila Mungu pia si rahisi. Na tunaamini tutakuwa sawa. And then mafans tu wakuwe na subira tu. What support team na ofisi management pia wakuwe tu na sisi. Tunawapongeza penye tumefika na waendelee kuwa na hiyo moyo. So kwa mafano wangu wote na the whole team nimewasalamia na familia mzima kutoka town. Asante sana. Pia mimi kama Captain 001 nimefurahia Moha na Humphrey kwa hapa studioni. Karibuni wakati wowote. Ninyi pigeni simu, hapa ni nyumbani, tuweze kuongea mengi. Kwa hivyo wakati mwema sana kuweza kuwa nasi kutoka mwanzo hadi tamati, na asibali bonsi mwatori ili kurutoka chagite chinsa 10:30 wikiraboniga wate babuna mbiamono kopana into chakiro muchakano wikiraboniga wali bonsi mabwata mabori ni maite mwanyora machibwa ino andake kurwa sensemerie CHIGOSORI twendere kubwatsia mararengete CHIGOSORI tunyare kwa bato buskabosio natinga mabota abuna andake timu ya Vararia timu ya Kisii Media FC netkoria ankyo twale CHIGOSORI chinsa mochirichia Summit Grounds itwatora tware gosori ensemeri ya Summit Grounds utakira chinsa inye nitukoria ankyo abo mugo ikororo to koria gosori yeju to gende Getembe torore timu ya Kisii Industrial to gokororo to ende Cardinal torore gosori ya Gusii FC ile nchere katurasire CHIGOSORI kere to kobwatia yonsi ipi na uliona kibuna chivicha nerio gibya wikirire kiboikirano amakaina buna Petra Mokeira chinse mocha Facebook mwekere wetera Petra Mokeira chinse mochiri chia Facebook na ambia mwana kwenda gotengera Ndizi TV aiga no bwansuma gusikorenda seka gitagi getambe nimbe ngoretero mugano bene o William Koroso omagosori gwe timu ya Gucha Youth FC orate bya mangena kenyorete samgana y'umupira akwante ibuna atagire to mupira ya chinse mocha bosongo tabe to sanganere ke boikira no aseka gitagi getambe kanda gotengera Ndizi TV aiga